Watu wengi wanaishi kama vile wana muda wa ziada. Wanaishi kama vile muda unawasubiri. Wanahairisha mambo na wanaamini maisha yatajipanga yenyewe. Huu ni ukweli ambao wengi hawataki kuusikia. Kila mmoja wetu ataondoka kwa wakati wake. Na hakuna kinachoumiza kama kifo. Haijalishi ni mtu unayemfahamu au ni fikra zako kuhusu kifo chako binafsi. Jiulize swali hili. Kama muda unakwenda, mimi nafanya nini na muda nilionao? Usiogope. Katika video hii nitakuonyesha jinsi kifo kinavyobadilisha mtazamo wako wa maisha. Namba 1. Thamini muda wako. Kifo kinatuonyesha jambo muhimu kwa uwazi. Muda si rasilimali. Muda ni kila kitu. Kila sekunde unaoipata ni zawadi. Lakini watu wengi wanaotumia muda kama kitu cha bure. Wanaupoteza kwenye burudani zisizo na faida. Mahusiano ya kuumiza. Tabia zinazowapoteza. Na visababishi vya kuwachelewesha. Kwa nini? Kwa sababu moyoni wanaamini kesho ipo. Wanaamini watakuwa na nguvu kama walizonazo sasa. Wanaamini maisha yanawasubiri. Hayawasubiri. Kifo kinatufundisha kuwa hatuumiliki muda, bali tumepewa tu tuutunze kwa muda mchache. Kila dakika unayoipoteza ni dakika ambayo hutaweza kuirudisha. Ukimpoteza mtu, kitu cha kwanza unachohisi ni nini? Majuto. Majuto ya maneno ambayo hukusema. Majuto ya muda ambao hukutoa. Majuto ya ahadi ambazo hukuweza kuzitimiza. Kifo kinatuonyesha kuwa siku nyingine ni hadithi ya kujifariji. Na kuuthamini muda wako kunamaanisha yafuatayo: kuwaondoa watu wanaokupotezea nguvu, kufanya kazi uliyoikimbia kwa muda mrefu, kuukataa uvivu kama ugonjwa, pamoja na kuishi kwa kusudi na si kwa mazoea. Watu husema maisha ni mafupi. Maisha sio mafupi. Maisha ni udhaifu. Na huo udhaifu unatosha kukufanya uache kupoteza muda kama vile utarudishiwa. Namba 2. Gereza la hatia. Kifo pia kinakuonyesha jambo jingine. Ni upumbavu kujihukumu kana kwamba ni kifungo. Kujihukumu ni moja ya minyororo mizito unaweza kuivaa. Majuto, makosa, aibu unayabeba kila siku, kana kwamba kujiadhibu kunakufanya kuwa mtu bora. Lakini huu ni ukweli mchungu. Kujihukumu kukufanya uwe bora, kunakufanya ukwame. Mtu akifa, utagundua kujihukumu hakuna umuhimu wowote. Mambo yote uliojihukumu nayo, kwa nini uliyasema au kwa nini hukuyasema, makosa uliofikiri yanakutambulisha, yote hayo hayana umuhimu. Jambo lenye umuhimu ni: je, ulijifunza? Je, ulikuwa? Je, ulibadilika na kuwa mtu bora kwa sababu ya hayo? Unaweza ukaandika yaliyopita, lakini ukaharibu hatima yako kwa sababu umekataa kuachilia yaliyopita. Kifo kinakufanya ufahamu ukweli mchungu kwamba kujihukumu ni namna ya kujiangamiza iliyojificha kwenye mgongo wa kuchukua hatua. Jisamehe. Jifungue kwenye minyororo ya makosa uliyoyafanya wakati uliopita. Si kwa sababu unastahili, bali ni kwa sababu maisha ni mafupi sana kuishi katika gereza ulilojitengenezea mwenyewe. Namba 3. Unyenyekevu. Kifo pia kinafundisha unyenyekevu kwa njia ambayo mafanikio hayawezi. Unaposimama mbele ya jeneza, kiburi kinakufa. Majivuno yanaonekana ya kijinga. Mabishano yanaonekana ya kitoto. Kisha unatambua, wewe sio kitovu cha dunia. Wewe ni muda tu, kama sisi sote. Unyenyekevu sio udhaifu. Unyenyekevu ni ufahamu. Watu ambao hawana unyenyekevu hutumia nguvu nyingi kuthibitisha wanavyostahili kuonekana bora. Kana kwamba dunia inawafuatilia na kupiga hesabu. Kana kwamba siku moja wataweka kumbukumbu ya medali zao kaburini. Hakuna. Kifo kinaweka kila mtu sawa. Mamilioni ya watu waliowahi kuishi kabla yako walitumaini kuwa wao ni maalum pia. Wamepotea.
Unyenyekevu unamaanisha ifuatayo: unaacha kushindana na mabishano yasiyo na maana. Unaacha kuhifadhi chuki kama mali. Unaacha kuona watu kama vipengele vya filamu yako. Unaacha kuamini una muda wa kutosha kubadilisha kila kitu baadaye. Unyenyekevu unakufanya uone maisha vizuri. Unakufanya uwe na shukrani. Unakufanya uishi sasa. Na muhimu zaidi, unakukumbusha kuwa kila pumzi ni neema, sio haki. Namba 4, ishi katika uhalisia. Kitu kingine ambacho kifo kinafichua ni hiki: watu wengi wanaishi maisha ambayo sio yao. Wanafuata matarajio ya jamii, ya familia, ya marafiki, ya desturi, ya hofu. Wanavumilia mahusiano mabovu. Wanachagua kazi zisizowajenga. Wanajificha ili wasionekane tofauti. Wanajizuia ili kupendwa. Wananyamaza ili kukubalika. Alafu siku moja inakwisha. Kifo kinauliza swali moja kali: je, maisha ulioishi kweli ni yako? Kifo chenyewe sio cha kusikitisha. Cha kusikitisha zaidi ni kufa bila kuishi kama wewe. Kuishi kwa uhalisia kuna maanisha yafuatayo: ni kufuata kile kinachokupa maana. Ni kusema ukweli wako bila kuogopa. Ni kuacha kujificha nyuma ya taswira. Ni kuacha kuchagua maamuzi yanayolingana na roho yako. Ni kuacha kuigiza kwa watu ambao hawakujali hata kidogo. Kifo kinakufanya ujifunze jambo moja lenye umuhimu: unajipoteza mwenyewe mapema kabla hujafa kama utachagua kuishi ili kuwafurahisha wengine badala ya kuishi kwa ajili yako wewe binafsi. Hakuna marudio. Hakuna nafasi ya pili. Unaishi mara moja. Usiharibu maisha yako kwa kuwafurahisha watu wengine. Namba 5, thamini wapendwa wako. Mwisho wa yote, kila kitu kinapita: pesa, cheo, umaarufu, mitazamo ya watu, hasira, kiburi. Vyote vitabaki kuwa kelele tu. Kitu kinachobaki ni hiki: watu unaowapenda. Sio kwa maneno mazuri, lakini kwa hisia, kwa tukio, kwa kumbukumbu. Utakumbuka nini? Ujumbe ambao hukutuma kwa wakati? Simu uliokuwa huna muda kuipokea? Muda uliopaswa kuutenga lakini ukasita? Mazungumzo uliosema nitafanya kesho? Kifo kinatufundisha kuwa kesho ni neno tulilolizoea bila kufikiria. Kuwathamini wapendwa wako kuna maanisha yafuatayo: sema unawapenda. Omba msamaha unapokosea. Achilia mabishano yasiyo na maana. Onyesha uwepo wako. Sikiliza kwa makini. Tengeneza kumbukumbu. Tenga muda kwa ajili yao, hata ukiwa na kazi nyingi. Kwa sababu mwisho wa safari, mahusiano ndiyo pesa pekee yenye thamani. Na unapompoteza mtu, hukumbuki makosa yao. Unakumbuka tabasamu lao, ucheshi wao, upendo wao, na jinsi walivyokufanya uhisi. Tatizo ni kwamba watu wengi hujua hili wakiwa tayari wamechelewa. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.